Kafara. Leo nazungumza pati ya kwanza ya kafara za damu la mwanadamu, damu ya mwanadamu, ambayo ndo kafara nambari moja mzuri muhimu ya kutajirika haraka haraka, ambao ukimpata mtaalamu haraka haraka mzuri ambao anajua kutengeneza hiyo kafara utatajirika. Kafara ya pili nitazungumzia kafara au dawa zile za utajiri ambazo mtu anatafuta maji ya sehemu za siri za mwanadamu mwanamke. Ya tatu nitazungumzia kafara ya watoto wachanga ambao wako ndani ya tumbo ya wazazi wao, kwamba mwanamke kapata ujauzito kuanzia siku 3 kwenda mbele, basi ikitolewa ule ujauzito, basi damu yake ile ni kafara za biashara. Lakini kafara nambari moja ambayo biashara inaenda mbio na kutajirika haraka haraka ni wanadamu ambao ni watu wazima wazuri, ana nguvu zao, sio bibi, sio babu. Lakini unakuta ni binti ana miaka 23 na 4, ni bado tu binti, kapata ndoa yake na mtoto mmoja, basi anatoa yule. Unakuta kichwa kinamuuma asubuhi maiti, unakuta kavuka barabara kagongwa, unakuta tu basi tu imekuja joka imengonga, basi amedondoka kitandani kapoteza maisha. Watoto wadogo wadogo barehe kwenda mbele. Lakini akifika kwamba huyu mwili wake ushachoka, anaingia kwenye ubabu, uzee mkubwa, haweze kuchukuliwa kafara. Lakini watu wadogo wadogo, watoto wadogo wadogo, ndo zile ajali, kuna mtu kufa ghafla, basi hile inatolewa kafara ya biashara. Kwa hiyo kuna wataalamu wanafuga majini, mapepo, mizimu, walimu. Wewe unaenda pale unapewa zile dawa, nakwambia hii dawa kafanye kitu fulani, taja jina la ndugu yako fulani. Wengine anakuchukulia beseni ya maji, anakuwekea beseni ya maji huko uchi wa mnyama, anakupa mwiba wa nungu, sijui nungu anaitwaje kwa Kiingereza anaitwa pork piano quill. Basi nungu yule, basi anakuambia unamuona huyu nani hapa, chagua katika ukoo wako, sura zote za ndugu zako utaziona pale, sura zote, choma mmoja. Basi wewe unachoma mmoja, ukichoma mmoja huyo haipiti siku 3 nakuta kagongwa na gari, kafa tu. Ni kafara. Uzile kafara ndo zinachukuliwa, basi zinatengeneza dawa kwenye biashara, ndo mtu anatajirika haraka haraka. Haipite miaka 2 ana magari, ana magorofa, biashara inaenda kafara. Wengine anafanya hizo kafara kwa makubaliano ya familia, mtu na mkeo. Kwa hiyo mwaka huu anatoa kwa mwanamke, mwaka huu anatoa kwa mwanamume. Akienda kwa mtaalamu yule, basi anawapa beseni lile, anachoma maji yote, anageuka damu. Yale maji ndo anaenda kuzikoshea hela, kufanya mambo mbalimbali, kumwaga sehemu za biashara. Biashara inaenda. Kafara za mwanadamu ambayo ni mzima, ana nguvu zake, kijana bare, anatembea, kijana mzuri, sio watoto wachanga, kijana mzuri ambao anatembea, au mwanamke ana nguvu zake, lakini sio bibi au babu, ndugu wa damu. Ndivyo watu wanatoa kafara. Kwa hiyo watu wanatajirika. Madhara yake, mganga kafa au ukikosea masharti, hapo ndo unakuta majanga. Sasa unakuwa maskini wa kutupwa, kichaa, na ukae muda mrefu, upite miaka 3 unakufa. Hayo ndio madhara yanatokea. Kwa hiyo mali za kafara ni mzuri, unatajirika haraka haraka, unapata mapesa haraka haraka, lakini huendelee mbele tu, kwa sababu yule mganga anaweza kafa. Unaweza ukakoshea masharti, kwa ghafla tu unakuta umejichanganya masharti, umekosea, shageuka balaa kwako wewe. Kwa hiyo ukirudi kwa yule mganga anakuambia mimi siwezi baba. Kama ushakuwa kichaa, unaumwa, tumbo linajaa, tumbo mnanguruma, vijana na fuguzana ndani ya tumbo, watu wanaongea ndani ya tumbo. Ndo wengi unakuta watu kama hawa akiumwa wanalazwa ndani ya chumba, apiti mtu kule, watu wanaogopa kwamba tutavunja siri. Akikaa unakuta watu wanaongea ndani ya tumbo, kitu kama hicho. Kalogwa akafanya nini? Kitu kama hicho, kafara.
Kwa hiyo zina madhara mazito, lakini utajiri wa mafanikio makubwa. Kwa hiyo watu wanapata kafara kama hivyo. Shukrani sana, nifuatilie Part 2.